kuanza somo lenye kichwa kinachosema nini tofauti kati ya hekalu, sinagogi na kanisa. Tukianzana na hekalu. Kulingana na historia ya taifa la Israeli, tangu zamani zile wakiwa jangwani, walikuwa wanamwabudu Mungu kwa kumtolea dhabihu za aina mbalimbali mbele ya ile hema kukutania kama Musa alivyoagizwa na Mungu kufanya. Neema hii ilikuwa ni ya kuhamahama na wala haikuwa rasmi. Lakini mara baada ya kuingia katika nchi yao ya ahadi, yani Kanaani, Mfalme Daudi baada kuona kuwa Mungu hana eneo rasmi la kuliweka jina lake, eneo ambalo watu wa makabila yote ya Israeli watakusanyika kumtolea Mungu kafara, akaazimia ndani ya moyo wake kumjengea Mungu nyumba. Hivyo Mungu akasikia matamanio yake na kuyaridhia, lakini kwa masharti ya kuwa mwanae ndiye atakayemjengea nyumba hiyo kuu. Hivyo mwanae Sulemani alipozaliwa alikuja kumjengea Mungu nyumba kwa mafanikio yote, ambayo Mungu alitukuza na kuliweka jina lake humo katika mji wa Yerusalemu. Na nyumba hiyo ndiyo iliyoitwa hekalu au maarufu hekalu la Sulemani. Hivyo hekalu hili lilikuwa ni moja tu. Watu wote walipanda kwenda kumtolea Mungu kafara zao mbalimbali katika hekalu hili ambalo lilikuwepo katika mji wa Yerusalemu katika nchi ya Israeli. Katika kile kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura 7 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 3, maandiko yanasema, basi Sulemani alipokwisha maombi hayo, moto ukashuka kutoka mbinguni ukateketeza sadaka ya kuteketezwa na dhabihu. Utukufu wa Bwana ukaijaza nyumba, wala makuhani hawakuweza kuingia nyumbani mwa Bwana, kwa kuwa utukufu wa Bwana umeijaza nyumba ya Bwana. Ukatazama wana wa Israeli wote uliposhuka ule moto, utukufu wa Bwana ulipokuwapo juu ya nyumba, wakasujudu kifulifuli hata nchi sakafuni, wakaabudu wakamshukuru Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hilo lilikuwa ni hekalu. Lakini je, sinagogi ilikuwa ni nini? Mara baada ya wana Israeli kuchukuliwa tena utumwani kwenda nchi ya Babeli na mfalme Nebukadneza, na nyumba ya Mungu kubomolewa, kukawa hakuna tena sehemu ya kwenda kumfanyia Mungu ibada wala kumtolea sadaka za kuteketezwa. Hivyo waliporudi tena Yerusalemu kutoka Babeli, iliwalazimu kuwa na makusanyiko madogo madogo kwa ajili ya kujifunzia Torati na kusoma Zaburi pamoja na kufanya dua mbalimbali. Hayo ndiyo yaliyoitwa masinagogi, na huko ndiko madhehebu ya Marifarisayo na Masadukayo yalipozaliwa, na yaliendelea kusambaa karibia sehemu kubwa ya dunia yote, ambapo Wayahudi walikuwa wakikusanyika katika kujifunza Torati ya Musa pamoja na sheria. Muda rasmi haukujulikana ilianza hasa wakati gani, lakini ni kipindi cha kati ya kuchukuliwa Babeli hadi katika kipindi cha karibu kwa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndio maana Biblia inarekodi pia Bwana Yesu mwenyewe alikuwa akizunguka katika masinagogi yao mbalimbali akihubiri. Katika kile kitabu cha Marko sura ya 1 mstari 38 hadi 39, maandiko yanasema, akawaambia, twendeni mahali pengine mpaka vijiji vilivyo karibu, nipate kuhubiri huko nako, maana kwa hiyo nalitokea. Akaenda akahubiri katika masinagogi yao katika nchi yote ya Galilaya na kutoa pepo. Unaweza kusoma tena katika kitabu kile cha Luka sura 4 kuanzia mstari wa 16 hadi 21, utaweza kuona jambo hilo hilo. Lakini je, kanisa ni nini? Kulingana na tafsiri ya kibiblia, kanisa maana yake ni walioitwa, wale wote waliomwamini Yesu Kristo, wakiwa wamekusanyika wawili au watatu kwa jina lake, tayari hilo ni kanisa. Japokuwa neno hilo leo hili limezoeleka na wengi kujulikana kama jengo linalotumika na Wakristo katika kuabudia, lakini kiuhalisia neno kanisa maana yake ni walioitwa. Hivyo kwa kuhitimisha, hekalu ni moja ambalo lilijengwa na mfalme Sulemani, ikaja kubomolewa na mfalme Nebukadneza kipindi cha uhamisho wa Babeli, ikaja kujengwa tena na Zerubabel na kubomolewa na Warumi katika mwaka ule wa 70 baada ya Kristo, na litakuja kujengwa tena pale Yerusalemu katika siku za mwisho, ambapo hekalu hilo litajulikana kama hekalu la 3. Lakini masinagogi yalikuwepo mengi ambayo tunaweza kuyaita makanisa ya Yahudi yakifundisha dini ya Kiyahudi, na makanisa ambayo leo hii tunayaona ni makanisa ya Kikristo yakifundisha imani ya Kikristo. Hiyo ndio tofauti yao. Lakini jambo kubwa na la msingi la kujiuliza ni je, mimi na wewe tu miongoni mwa kanisa la Kristo? Kama bado hujampokea Yesu, basi wewe si miongoni mwa kanisa lake. Na kumbuka kanisa la Kristo, yani wateule wake,
ndio watakaonyakuliwa na kwenda mbinguni siku ile parapanda mwisho itakapolia. Hivyo kama bado hujamwamini Kristo, ni vyema kumwamini leo hii na kumpokea, na vile vile ukabatizwa katika ubatizo sahihi wa maji mengi na kwa jina la Yesu Kristo, ili upate ondoleo la dhambi zako na upokee kipawa cha Roho Mtakatifu, ili miongoni mwa watakaoenda mbinguni katika siku ile unyakuo itakapofika. Bwana kubariki, Bwana kuhifadhi, Bwana kulinde.